anajaza glasi yake, na akimaliza anakunywa yale maji, anayakunywa yale maji. Asiposhiba kiu ama asipojazwa kiu, anaendelea tena kwa glasi, kwa jagi, maana maji yako anaweka. Watu wanakunywa na maji yakiisha ndani ya jagi, ikibaki tupu, watu bado wanataka maji. Mama anaondoka, anaenda jikoni, anachukua jagi, anaijaza tena maji na anairegesha kwenye meza, maana jukumu la jagi ni kubeba maji watu wanywe. Mwezi mzima unapofanya kazi, wewe ni jagi ambayo inajazwa. Mwisho wa mwezi ni pale umekaa kwenye meza watu wanywe. Mmoja wapo wa kunywa ni Baba yako wa mbinguni, ambaye anangojea upeleke fungu la 10 kwenye glasi, sehemu ya 10 tu. 90 iko pale kwenye jagi, sehemu ya 10 ndio inayoingia kwenye glasi, ili nyumbani mwake pasikosekane mambo ya kwake yasikose kutendeka. Bwana Yesu asifiwe. Na utakapopeana, utakapotoa, Bwana atakubali ubaki ukiwa na utupu, atakujaza. Haleluya! Mwambie mwenzako utajazwa kwa kutoa fungu. Haleluya, haleluya. Ama ili wanaona mtu wao anafanya, ama kule nyumbani kwa jagi kisha ina watu wako meza ile. Tena kuna nyumba zingine ili utembelea watu sana. Kuna nyumba zingine wacha wakati wa kula mezani jagi haikosi maji. Wawe watu wa kunywa wako ama hawako. Ndivyo Mungu anavyotufanyia tunapokuwa watu wa kutii. Anatujaza kila saa, anatujaza kila wakati, ili fungu la 10, ile sehemu tu ndogo, isikosekane nyumbani mwake. Ndiposa Malaki